Kipindi cha mvua kinaweza ikasababisha hasara mbalimbali kwa wafugaji wa kuku, kwa sababu mvua ikinyesha, moja, kunaweza ukatokea mafuriko kama kipindi hiki. Unaona mikoa mbalimbali, Mwanza, Dar es Salaam na mikoa mingine kuna mafuriko makubwa. Kwa hiyo hayo mafuriko yakitokea, mradi mzima wa kuku utaathirika, na mfugaji hata kama amewekeza milioni 10, 20 zote zitapotea. Mbili, kipindi cha mvua kuna magonjwa mbalimbali kwa kuku. Moja, kuhara damu, typhoid, kipindupindu cha kuku, minyoo na vitu kama hivyo, kwa sababu unyevu unakuwa ni mkubwa sana ndani ya banda. Tatu, kama unafuga kuku wa mayai, watapunguza kutaga kwa sababu hali ya hewa itabadilika, utatokea wingu, pia baridi itasababisha kuku wasitage vizuri. Sasa ufanye nini? Moja, hakikisha unajenga banda sehemu ya mwinuko, usijenge kwenye mabonde ili kuepukana na mafuriko. Mbili, jenga banda imara, uliweke vizuri, liwe na msingi mrefu ili hata mvua ikitokea usiweze kuathirika. Tatu, tumia miundombinu ya kisasa, hasa keji, hizi economy chicken keji za Mkulima Smart, kwa sababu zinakuwa ziko juu au uko chini, hauweki malanda. Kwa hiyo hata ikitokea unyevu chini hautaathirika sana na utaendelea kuwa imara na mtaji wako utakuwa salama. Kwa hiyo wafugaji wa kuku ni lazima tufikiri katika engo mbalimbali ili kuepukana na hasara na kupoteza mitaji yetu.